But I'm so proud of being Christian. So leo ninataka nifanye challenge na Wakristo wenzangu. Yaani mimi ni Mkristo ambaye ninajivunia kuwa Mkristo. So the idea is nataka watu wajibu swali lolote ambalo tutakuwa tumemuuliza according to the scriptures. So the tag is don't trust your thought but discharge your thought over scriptures. So tunaenda kusikia watu what are they going to say. Sawa, but we are going to answer according to the Bible. Let's go. Unaelewa nini maana ya dhambi? Kwa ufupi natufahamu kuhusiana na dhambi. Dhambi ni uasi katika jinsi alivyoelekeza, na akatoa angalizo kwamba mti maana yake ni uasi. Na ukisoma katika kitabu cha Mwanzo ndio kinaelezea uumbaji wa wanadamu. Baada ya kuumbwa Adamu na Hawa wakaipelekwa katika bustani ya Edeni na Mungu. Au unaweza kusema ni kuna kinyume na mapenzi ya Mungu. Dhambi sio matendo, ila dhambi ni hali inayoanzia kwenye fikra. Dhambi ni matendo yote au ni kitu chochote ambacho kinaenda kinyume na sheria za Mungu. Fikra ya mtu na inadhihirika kwenye matendo ya mtu. Kwa mfano, mtu anapenda sana the way watu wamejibu. Actually ukisoma kitabu cha Warumi sura ya 5 mstari wa 19 inaelezea maana ya dhambi. Inasema kwa sababu kama kwa kuasi kwake mtu mmoja watu wengi waliingizwa katika hali ya wenye dhambi, kadhalika kwa kutii kwake mmoja wengi wameingizwa katika hali ya wenye haki. Sasa tuchukue hiyo, kwa kuasi mtu mmoja watu wengi waliingizwa katika hali ya wenye dhambi. So utakuja kugundua dhambi kumbe ni hali ambayo kila mtu anazaliwa nayo. Na ndio maana kwenye Warumi 3:23 anasema kwa maana wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Yaani kiufupi ni kwamba hao wote wamezaliwa wakiwa na hiyo hali ya dhambi. Alafu kwa sababu wamezaliwa na hali ya dhambi, tunachotarajia wawe na matendo maovu. Ndio product, mazao ya mtu kuzaliwa kuwa mwenye dhambi. Ndio maana kwenye Wagalatia sura ya 5 mstari wa 19 anasema matendo ya mwili ndio haya: sijui uchafu, uzinzi, uasherati. It's okay. Mtu akiwa anafanya hivyo, yani it's okay, yupo kwenye right side kwa sababu bado hajapata neema ya kumjua Kristo. Kwa hiyo ili awe salama anahitaji neema ya wokovu. Yeah. So ukisoma Mwanzo sura ya 6 mstari wa 5, Biblia inasema Mungu alivyotazama duniani aliona kila wazo, kwa Kiingereza naweka vizuri nasema every thought was evil. Yaani kila mpango wa mwanadamu, kila anachokifikiri mwanadamu ni kiovu tu. Sasa mimi nikuulize swali. Unaweza kufikiri, hivi ni kweli kila anachowaza mwanadamu ni kiovu? Nitakuja kusema kuna vitu ni vizuri, kuna vitu tunawaza vizuri vya maendeleo, lakini unajua nini? Hiyo ni kwa sababu it's a human standard. Ni kwa ajili ipo chini ya viwango vya mwanadamu. Kwa viwango vya mwanadamu kuna vitu vizuri, lakini kwa viwango vya Mungu kila kitu ni kiovu. Ndio maana mawazo ya Mungu sio kama mawazo ya mwanadamu. Kama vile mbingu ilivyo juu sana na kuzidi nchi, ndivyo yalivyo mawazo ya Mungu. Kwa hiyo kuwaza mawazo yetu ndio yanavyotudanganya. Yanasema unajua ukinywa pombe utapunguza mawazo. Unajua ukitoka nje ukiwa na mchepuko sio nini unaweza kupunguza mawazo. That's your thought. So nini neno la Mungu linasema? Kwa maana wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu, na dawa yake ni kumjua Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Yeah.